Kwa hiyo Watanzania wote kwa pamoja, mimi naomba muiangalie kiukubwa tena sana, kwa sababu zimekuja kuzima zote. Mimi humo bwana nimecheza kama jini, na mtaniona jinsi gani nilivyokuwa na uaua watu. Naitwa Juma Olkun Chilemba, ila jina la kazi naitwa Kibode. Natambulisha series moja kali ambayo utaikuta pale Kibode Gang YouTube. Tupo location, ila kuna kazi hiyo ya tamthilia hiyo ndio tunaifanya. Kwa hiyo ikiwa kama Kibode Gang yote tuko maeneo haya, tunashuti hiyo kazi. Watanzania msiniogope pale tunapokutana. Ile ni michezo tu ambao Bwana Janu Baba shoti zake kali ndio ilifanyisha nionekane hivyo. Ila kikubwa zaidi jamani, tuna YouTube yetu pale ya Kibode Gang. Watanzania wote kwa pamoja, mimi naomba msapoti sana kwa sababu mimi ndo bosi wa Kibode Gang. Nasema mimi kama mimi na umaskini wangu napambana na wasanii tofauti, umeona, nakubali kulala njaa kwa sababu kumchukua mtu mwenye kipaji kumtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi peke yangu sitoweza. Naomba Watanzania msapoti. Tena kiukubwa zaidi kuna viongozi wa serikali pia naomba msapoti Kibode Gang. Kibode Gang ina watu wengi, au niseme ina wasanii wengi wanahitajika kufikishwa pale wanapopahitaji wao, kwa sababu wana vipaji. Bwana, kwa jina naitwa Frank Gaudence Maritini Kobelo Kifundo, ila watu wengine kwa jina la sanaa naita Mzoa Sheria Kali. Bwana, kwenye tamthilia ya Kazika nimecheza kama blaza, kaka mkubwa. Yaani mimi nimecheza ni mtu mmoja ambaye sifai na roho mbaya. Kipande nilichocheza ambacho sitokisahau, kipande kile naenda kumwozesha dada yangu kinoma noma. Endapo naenda kumwozesha dada yangu na mwanaume ambaye sio yeye, ila nilipofika pale ambacho kitu sikisahau, yule mwanaume kumchukulia 10,000 kitu ya mfukoni. Jamani, msije mkasema kweli mimi mwizi, hapana. Ni mambo yangu tu, yani jinsi ninavyotaka niyafanye. Kwa hiyo nimefurahi sana kipande kile na kikumbuka kwa kweli kimenipa mambo mazuri. Naona nafanya mambo mazuri kwa kweli, maana kama mnavyonijua Watanzania, nilikuwa na bado naufanya muziki wa singeli na ngoma zangu vile, na nipo katika Kibode Gang. Hapa nipo kama meneja wa wasanii. Hivyo tunaendelea kuwakaribisha wasanii na naomba sana mje kwa wingi, muendelee kufanya kazi na sisi. Kifupi tunawapenda sana. Wanaitwa Kashavini Amina Shomari. Mimi nimecheza kama mtu ambaye yani ameangukiwa na mzigo ambao yeye mwenyewe hakutegemea. Kwa hiyo nimecheza vizuri sana, na hata mtu ambaye nimecheza naye kanichezesha vizuri sana. Lakini pia kuna sini moja ambayo nimeipenda sana. Ile sini kaka mtu anakuja kuniozesha, yani yeye akifikiri kwamba yule mtu ambaye anakuja kumuozesha ni muhusika, lakini kumbe sio. Na mambo haya yanatokea sana katika jamii yetu, unaona. Kwa hiyo kile kitu nimekipenda sana. Bwana, kitu kilichonipa changamoto naweza nikarudia pia hapo katika hiyo sini, kwa sababu pale kulikuwa kuna shika. Unajua zile mtu unaozeshwa mtu ambaye sio chaguo lako, afu unajua kabisa ni mtu mimi naozeshwa lakini ni mtu wa mwanangu, yani unajua zile shika za kaka mtu mara hapa na pale. Lakini pia ukiachana na hapo, kuna kale ka kipande kandani kale ndo usiku wa kwanza na yule binti, afu kumbuka yani mali yako ndio umeozeshwa, afu kuna zile za hapa na pale kama mke na mume, yani kwa kweli ni changamoto. Mimi wa Tanzania nawaambia nawapenda, lakini pia wasione nipo kimya wakajua labda nimeacha kazi labda za kuimba. Hapana, tuko na video kali inaitwa Baby Wangu. Lakini pia wasisahau kwenda kulike na kucomment katika Kibode Gang. Lakini pia wasisahau kufuatilia mitandao yangu ya kijamii, kote ni Mapeni Brandi, kokote pale ni Mapeni Brandi. Lakini pia nakumbusha kitu kimoja, tamthilia ya Kazika ni tamthilia kubwa sana. Amini ninavyoichukulia mimi na wewe ichukulia hivyo hivyo. Ni tamthilia kubwa ambayo inaenda kutikisa ulimwengu. Zima zote washa hii hapo Kazika. Kwa majina naitwa
Isdor Edwin Wenceslaus. Mimi ni msanii ambaye nimehusika kwenye vipande au mshiriki wa mama mchawi ndani ya hiyo filamu. Mimi nimecheza kama mtu aliyochukuliwa mwanamke na rafiki yangu baada ya fumanizi na kaka yake na yule binti ambaye ni mpenzi wangu mimi. Kwa hiyo mwanangu kafungishwa ndoa pasipo yeye kujua. Changamoto niliyoipata kubwa sana ni vipigo ambavyo nimeshawahi kukutana navyo kwa kaka mtu, alafu mwanamke anaenda kuozeshwa mshikaji wangu ambaye hajapitia misukosuko yoyote ya yule bwana mkubwa. Mwanangu kanikanda sana humo ndani. Nawaambia waendelee kutufuatilia. Sisi tunakuja, kazi yetu ni kubwa. Vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok na YouTube tufuatilie kama Kibode Gang. Usisahau kucomment, kushare na kusubscribe. Sini kubwa ambayo nahisi ningeitendea haki ni ya bwana mshikaji wangu pale chumbani. Sawa, anamshawishi yule mtoto kupewa mzigo. Nahisi ningekuwa mimi muhusika, sijui ingekuwaje.